every time unani call unaniambia kuna customer anataka kununua painting yako. Na feeling nikaa kale kadem ka supu kenye nimenoki kana nitaka. Like hiyo unasikia ni karo yako inagonga all the time na I get old. Hiyo kwangu ni do mob akichukua tu hiyo peke yake. Unajua ukiadjust do ya sai na inflation na do ya 2011 ni mob. Kwa mseka mimi mwenye anafanya mjengo analipwa sijui hiyo time tulikuwa tunalipwa 200 per day. So unaona hiyo difference. Hiyo ndo crazy. Naweza change walking style, naweza unajua confidence in talk. Itanipea confidence man. Kuna artist hapa alipoteza simu kali. Alafu hiyo month alichora vitu crazy for 3 months. Na alisell mbaya sana. Kuna huyo artist tu ako good salesman, lakini kuchora skill yake si ati ni mbaya ama unapata ni mbaya, lakini bado ana sell. Ana sell kwa sababu anaongelesha watu. Ukitaka kuuzia wa Kenya wanapenda vitu zina trend. Yamani nakoja tunga nguvu. I go by the name of Uchino Dhoni Kenyan Zamana boy and also a friend. Nowadays we live in a generation whereby every house ikona art, ikona painting on the wall. So I was so curious kujua these people when wanafanya these paintings traditionally, what do they go through? How do they price their paintings? Where do they sell their paintings? Na pia clientele wao ni wagani? You'll be surprised to know that squeezy this generation yetu, Gen Z, the young millennials, they buy more art kuliko watu wa kitambo. I don't know why this is like this. Sijui sababu ni competition ama ni maybe a symbol pia of making it. Na pia what makes an artwork to be worth 10,000 ikiwa kwa kwenye msee anachorea mwenyewe the artist na akipeleka kwa exhibition inakuwa hata 100 times the money? Is it because of the type of clientele wenye anakuja hapo, ama is it because of the place yenye iko ina increase value? Na pia Mwafrika akinunua artwork na mzungu akinunua artwork, kwa nini inakuwa price different? Why? Is it because of the economics and the commercial side of the art? So for this and much more, welcome to this interview. Watch na utabambika sana. Man, karibu. Jina yangu naitwa Robinson Omweri. Mimi ni artist, visual artist. Napenda kupaint na visual, na specialize sana kwa kupaint. Na nilianza kuchora nikiwa mdogo sana, nikiwa mtoto mdogo. But mi tangu nikiwa mtoto mdogo mpaka sasa hivi sijaiacha kuchora, but nilianza kupaint professionally around hapo 2008. Nimefanya dead end jobs kama mjengo kwa watu wengine ni kazi poa, lakini mimi ndaita jina mbaya kwa sababu haikuwa inaniwakia, haikuwa inanimekia do poa. But kwa mafundi watu wako experienced ni job poa na wamekia do poa. So sitaki kudisrespect job za watu atini ziite dead end, but mimi ilikuwa inanimekia do poa kwa sababu sikuwa experienced. So nishafanya watchman, nishakuwa cleaner, alafu sasa nikakuja nikachukulia art serious kwa sababu hiyo time yote nilikuwa nafanya cleaning na watchman na mjengo, nilikuwa bado nafanya art kwa sababu hiyo ndio kitu mimi nilikuwa najua itanimekia do mob. So wakati ilianza kunimekia do mob ikani set free, nikaachana na hizo jobs. Like nataka tuambie wewe your definition of art ikikuja kwa artwork itself ya painting, but wewe mwenyewe your definition of art as an artist. Una define aje art, ama for you what do you describe as art? Mimi kwangu ni art ni kitu una feel. Alafu kama definition yangu ya contemporary art, unajua kuna art mob, kuna art forms mob. So kwa contemporary art, definition yangu ya contemporary art ni what I feel ama what I see. So hata kwenye wewe mwenyewe kuzo mwenyewe una specialize na hizi, si ndio? So nikitaka as an artist, nikitaka kukupea the right introduction, nafaa kuintroduce kama a drawing artist, a painting artist ama a portrait artist, which is the right way ya nini your art, type of art? Hiyo ni swali poa sana kwa sababu mimi sana na specialize sana kwa paint. So unaweza niita
paint artist ama painting artist. Kwa sababu sana sana mimi napenda color, napenda paint, napenda pigments na work nazo better than vitu zingine. But ukitaka kuwa artist mkali pia ni vizuri siwezi advise mtu specialize. Naweza advise mtu diversify, afanye vitu kadhaa. Kama for example unaweza kama mimi hujenga vitu na waya. So unaona nikijenga vitu na waya inaweza nisaidia kujenga figures zangu. For example naweza jenga kitu na waya alafu ikuwe sculpture, alafu ikuwe maybe ndio nitatumia kama model wa ku twistingi, alafu akuwe shape yenye nataka ndio nikuwe na mchora kwa canvas. Yani ina improve ukijaribu ku diversify, ina improve. Unafaa ujue, mimi na prefer artist anafaa ajue vitu mingi ama vitu zote zenye anataka, anataka kujua, kwa sababu art ni feeling. What do you feel? Unasikia leo kutumia Q-Tex. Unajua kuna msee anataka kutumia colored pencils. Alafu kuna siku hata nilikuwa nimeenda natembea kwa streets ama naona mademo wanajipaka ile pencil. Alafu nikienda kuchora nayo naona inatoa paint vizuri. Unajua iko na paint iko hapo ndani inakaa Vaseline. Inanibamba. So inafanya una evolve. Lakini ukichora na same medium for long, kujanga unaboeka. Kwa sababu au explore na au grow. So alafu venye tumekuja kwa studio yenu, because ni working space yenu, nimerealize kuna different sizes za art hapa hivi. Na pia nimeshangaa sana ukiniambia unaweza pata a painting ni kama tuseme hii hapa yenye nyuma yako ni bigi, alafu upata yenye kwa hapa juu ni ndogo, but ndogo ni expensive kushinda hii. So ikikuja kwa pricing, wewe personally unaifanyanga aje, na kuna formula ya kuifanya? Na in Kenya specifically is there kama price kama nyama tatu unasikanga South B ni 30, asubuhi jioni 50, kitu kama hiyo. In Kenya is there a set price ya painting kama hizi, ama how do you do the pricing? Actually hakunanga set price kulingana na mimi vile. But iko na hakuna. Kwa sababu kama standard naweza sema painting size fulani ni 40k. Alafu mtu fulani akam, hiyo ni paint, hiyo ni hiyo price I change, si compromise. But mse fulani akam aseme hii painting nimeilike sana, na mimi ni Mwafrika, hizi prices zako umeziset na standard maybe ya wase wanajiweza, na mimi ni hustler. Nataka unifanyie na mbao. So unaweza compromise kwa sababu huyu mse ameilike genuinely. Lakini kuna mse atakam akwambie hii painting ni 50k ama ni 40k, nifanyie na 10. Unajua huyo approach yake na huyu mwingine ni tofauti, kwa sababu huyu ni kama amejaribu kuonyesha hii painting mimi si value as much. So mimi naweza uzia huyu mwenye anajaribu kunionyesha ana value hii painting, kwa sababu nataka watu wa value painting zangu ndio niweze kugrow ka jina, niweze kugrow ka artist pia. Kwa sababu msee mwenye value painting yako, shida ni ataenda iweke kwa garage, ataenda iweke ama aipoteze, ama apeane ka zawadi place yenye si valuable. Unajua huyo msee amepea si valuable kwake aende. Unajua, so unafaa kujua ni nani unauzia pesa ngapi. Alafu tukipiga nayo story before hata tuanze sasa kurecord, uliniambia what it takes sasa kuchora. Unapata kuna drawing inaweza kutake a month, kuna nyingine inaweza kutake hata a week, hata nyingine inaweza kutake 3 days. How true is it, ama do you feel the amount of days you may take on a piece inafika higher, ama is it the final artwork, the design yenye imetokea ndio ina determine the price? For me ni the final product ndio ina determining price yangu, kwa sababu kuna paintings zenye mimi na get lucky. So hizo paintings nime get lucky,
sisikiangi kuziachilia. Nasikianga ni kama naachilia laki yangu. Unajua? Hii painting ni kama muse ama kitu kama hiyo. So ikiwa kwa hapa kwa studio kuna feeling fulani inanipea so na feel na kama gox fulani inanipea so nasikia sitaki kuiachilia. So lakini ni tricky kwa sababu unapata hiyo yenye unapenda wase hawaipendi. Na kuna yenye sawa sio wanaipenda sana. Nimepata likes mob, likes crazy. So price yake inaenda juu. Na most likely yenye watu wamependa pia wameipenda. So unaivalue sana. So unaiweka do mob kidogo. So kumaanisha kuna art yenye unaichora na useme hata kama ni poa just like kuuza acha nijiweke. Ama ni ile you're doing it for business. Mostly me I do for naweza sema as a tricky question kwa sababu most of nowadays me na do art for a living, but kitambo nikiwa mtoi nilikuwa nazidu kwa sababu na feel napata hiyo feeling inanipea ndio na feed off of sio do. Hata sikuwa najua, by the way mimi nilianza kuuza art nikiwa hapa ndani kuna watu walianza kuuza art wakiwa wadogo sana. But mimi nilianza kuuza art nikiwa 20 years old. Hapa ndani kuna watu kwa hii studio, kwa hii art center kuna watu walianza kuuza art kwa sababu pia walikuwa na mentorship poa. Walianza kuuza art wakiwa 10 years old. Kwa sababu wako na talent, raw talent. Msee fulani anainotice, anainacha, alafu wana sell ka crazy, alafu wamegrow. So mimi nikiwa mtoi sikuwa nafikiria ati nafaa kuuza art, na hiyo kitu ilikuwa natoka kwa heart yangu. So sikuwa nafikiria hata art ni ya kuuza. Nilikuwa nafikiria art ni unachora ufeed off hiyo feeling inakupea alafu uonyeshe mabeshte zako. Hivyo ndo nilikuwa nadu kila time. So nilikuwa nachora, nasikia hiyo tamu yenye inanipea, alafu naonyesha mabeshte zangu, alafu hiyo story inaisha. Sasa tumalize na praising. Kuna hii issue ya ukiuza artwork yako kwa exhibition itakuwa more expensive kuliko ukiuza maybe hapa kwa studio ama tumse apatane nayo ama apatane nayo ya kuje I order ye mwenyewe. Is it because of the clientele yenye inakuja kwa exhibition ni more of high class rather than mwenye anakuja tu kwa studio inaweza kwa anyone naipende? Unajua kwa exhibition kuna energy fulani iko hapo. Kwanza mnapewa ka Bordeaux something ka cocktail. Mnabambika, kuna energy fulani iko hapo, mnasikia tu kubuy vitu expensive. Hata wewe ukienda mall kama Village Market, kuna vile tu unasikia kununua hiyo sabuni ya 1500. Na ni kali hiyo sabuni, unajua imejengwa vinoma. Kuna artistry imekuwa hapo ndani. But ukienda kwa huo msee kwa kiwanda kwenye wana produce hiyo soap, watakuuzia cheap hata wao tu. So ukikuja studio kuna vile tutakuuzia cheap. Kwa nini? Kwa sababu pia ukiwa exhibition kuna rates, kuna hours wameenda exhibition, kuna drinks wametumia, kuna tu vitu mob, kuna amenities mob zime work out ndio hiyo exhibition ikue. Na hiyo place exhibition inafanywa, the fancier it is the more expensive kuirent. So unapata price lazima waweke juu. Na si mimi naweka. Mimi napata tu ile yenye ningekuuzia nayo kwa studio tu. Kwa sababu mimi kama hii painting ni nataka finje naeka 80 kwa sababu umeniambia mna cut 40%. So si wewe unapata hiyo 30k ya juu. Also even though like exhibition centers work. Hivyo ndo zina work na galleries kwa sababu ukipata artist uko sawa. Kama unataka cheap. Ukitaka kununua vitu expert, usupport artist, usupport hiyo whatever, iko sawa. Unaweza enda gallery, unaweza enda exhibitions. But exhibitions ni watu wanataka, mimi naona ni mse yako willing to spend. Sawa. So tukuje sasa kwa hii now the art itself sasa. Wewe mwenyewe kama Robinson, wewe mwenyewe ukichora. Tume example gani hii hapa? Kwa zili ni bamba. Hii ilikubamba sana. Hii inabamba watu wengi sana. Hii kwanza nafanio prize. Ndio fiti sana. Mimi nikiangalia ni dem obviously. Figure ya dem. Anakaa dem half caste. Half caste wa Afrika na mzungu.
alafu ni kama amevaa ma spaghetti. So wewe mwenyewe anasoma. Ukichora drawing kama hii, unaichora ukitarget a certain age ama a certain gender ya clients. Ama ukichora ideation yake ilikuwa nini specifically tukiongelelea hii hapa? First nachora kitu inibambe. So the more inanibamba, the more naendelea kuichora mpaka niimalize. Ikikata kunibamba na nimeianza naifuta. Naianza tena, naanza kitu different ama naianza tena vizuri. But hiyo swali umeuliza kama nilichorea specific clientele, pia huwezi jichorea kwa sababu kama unaichora for economic purposes, kuiuza ama kujijenga pia financially, unafaa kuchorea watu wakuja wabai, but sina clientele specific. Ni mtu yeyote tu mwenye imembamba, na nafurahianga sana akifika bei. Nafurahia. Na pia nafurahianga aki-like. Si artist tuko tu emotional. Tuko more emotional. But our form of intelligence ni emotion. Emotions. Tunaweza sema tu hivyo. So that's why unaweza enzo kuwa umeanza sababu maybe emotion yako ya leo ni una feel umefurahi. Maybe si mtu I don't know nini ya kufurahisha, but maybe let's say umeuza hata asubuhi umeuza kama pieces 4. Obviously utakumbambika na nini. Ukianza kuchora hii, alafu nyingine tena ikuje umepata accident asubuhi ama kitu imekufanyikia asubuhi. Unafaa kuendelesha the same drawing na that emotion ya ulianza uko happy lakini leo umekasirika. Unafaa kuendelesha ama unafaa sasa uendeleshe ile yenye ulianza kadi yenye umekasirika ili emotions zikuwe the same kwa the picture. Hiyo ni kali kwa sababu artist ni wasewa funny sana. Anaweza pata heartbreak achore better. Heartbreak crazy, maybe ame lose Bitcoin zake kadhaa ziko worth 300k. Akiingia studio tu hivi achore, maybe kuna artist hapa alipoteza simu kali, alafu hiyo month alichora vitu crazy for 3 months. Na alisell mbaya sana. Wakati alikuwa na hiyo simu actually alikuwa anachora na alikuwa na sell kwa sababu alikuwa na binge watch and all that. So ni funny, artists ni wasewa funny. Our work kama vile watu wengine wanawaka. Sisi si watu wa special, si ni watu kama wase wengine. Kitu najaribu kusema ni mse tu mfani, yani ni mse uwezi mu-understand. Mimi naweza wacha ni compare tu na generally. Artist unaweza ona ameuza hapa, amefurahi, alafu apotee. Aseme mimi nimekuwa nikichora for 6 months ama 1 year sijai pata do, so naenda kupumzika, naenda kujitibu. Anaweza potea for 1 month. Si recommend upotee sana kwa sababu pia utaweza potea kabisa. Alafu inaweza kuwa ni vicious circle, ati wewe unauzanga unapotea. So kuna watu wako hivyo, hata si artist peke yake. Kuna msee akipata doa anaenda sere. So ni funny sana. Na kuna artist akiuza hapa wako pia kwa environment yetu. Kuna artist akiuza na anafanya shopping, anarudi anaendelea kuwork. So ina depend, anakuwa inspired kabisa. So ina depend na I think venye sasa nakuja kukuelewa pia tukiongea. Inamaanisha pia the type of paintings zenye unafanya ina depend na where you are, personal experience yako. Ama pia where you are in terms of financial needs zako. Na feel ukifanya more commercial utapata hauna more authentic drawings rather than kuliko mwenye nifanya out of experiences. Ni ukweli? Ukifanya out of feeling, out of wanting kuifanya, utadu better. But ukifanya kwa sababu nimekucommission, kucommission ni kuambia mtu achore kitu alafu utamlipa. Unaweza chora kitu kali lakini yani ni funny kwa sababu pia unaweza chora kitu kali yenye umecommission hiyo na ikue ni kali kuliko hizi zenye unachoranga. But kuna maartist wako hivyo, kuna maartist wako commercial.
Ukimlipa anachora best. Usipomlipa anachora mam dogodhanio. Yeah. Anachora makatuni. So inamaanisha wewe mwenyewe unaweza kuwa artist mnoma but you're a poor salesperson. So kumaanisha hizi art zako hazisongi sana. Yes. So kwa artist mwenye ako poor na sales, naweza recommend a sharpen skill yake so hard so that akianza kuexhibit akienda tu kuexhibit hivi zina sell. Na artist mwenye ako good kusell, I need kuwork hard sana. Yani unapata hajawakia skill yake crazy. Yeah. Unapata unajua wase wanamlike akiongea tu hivi, wase wanasikia kubai vitu zake, ama wase wanataka kubai vitu za mabeshte zake. Unajua kuna wase wa supportive. Yeah. So unapata kuna huyo artist tu ako good salesman, lakini kuchora skill yake si ati ni mbaya, ama unapata ni mbaya lakini bado ana sell. Ana sell kwa sababu anaongelesha watu. Yeah. So in short hapa hivi siku hizi kama ni commercial side, unafaa useme msanii mnoma ni mgani, mwenye anauza sana ama mwenye anachora design kali? Because pia umesema art pia ni perspective yangu, kama interpretation yangu mimi mwenye nabai. So hakuna kusema ati msanii ni mnoma ama huyu artist ni mnoma kuliko huyu. Hakuna artist mnoma kuliko huyu, na ukifikiria ati kwa sababu huyu akona talent kushinda huyu ni mnoma. Unajua mnoma ni mgani? Mwenye akona talent na anawakianga skill yake consistently. Huyo ndio mnoma. So amezimix, unaona amemix zote mbili. Yeye akona talent na akona work ethic. Huyo ndiye ata last. Lakini wewe unakuja na talent yako noma, alafu uko inconsistent. Msee mwingine no matter how much talent uko nayo, utamfikia after some time. Atakuwa amekupita kwa sababu yeye venye hiyo 5 years inaisha, yeye amekuwa akiwa consistently, na wewe ulikuwa unapotea unarudi. Unapotea unarudi kwa sababu wewe ukitouch kitu inaenda. So unaona hawa sasa wana talent. So unasema mimi hata nikitouch tu hivi nisimi urudi na touch tu hivi naenda kusere. Touch tu hivi naenda kusere hiyo do. So talent yako inaanza kuisha. Kwa sababu we sharpen. So huyu msee mwenye ako commercial anaweza last for long kwa industry kushinda, lakini pia ni conscious yake. Kama ana feel hizi vitu na copy, hapana, pia hiyo inaweza fanya asi last for long. Conscious yake pia inategemea. But pia kuna hiyo aspect ya kwanza Kenya, before nikuulizie swali, Kenya ama wewe mwenyewe ka Robinson, ni which type of art zako zenye zinaenda sana? Kenya. Kuuzia wa Kenya, si ndio? Ukitaka kuuzia wa Kenya, wanapenda vitu zina trend. Kitambo tulikuwa mimi nishaifanya commercial art. Customer alikuwa anakam ananiambia ni aje, nimeona hii kitu Pinterest, ananitumia kadhaa. Landscape crazy, landscape kali. My impressionism manini, kuna ma design mastingo noma watu wameiba wakapin kwa interest nini. So unaenda unasema, anakuuliza unaweza chora hivi? So huyu ni artist amedu original artwork yake, imepiniwa interest ama ameipin kwa page yake. Alafu artist ameilike. Unaweza pata ni artist wa Kenya tu ama lakini wa majuu ndio wamejaa Pinterest. So ananiambia unaweza chora hii? Nilikuwa nilikuwa nakubali na chora hizi. So actually hiyo ndio job yetu. Tulikuwa na Facebook page, tunachukua hizo vitu ziko kwa Pinterest, tunaziweka kwa Facebook page, tuna run ads. Wase wanabaika crazy. So shida ika happen kwamba kuna ma artist wameona hizo vitu zenye tunadu, alafu wanakuja hata studio yetu. Wanaona mimi nimerudia hii painting nimeidu mara 10. Anaona hii painting inaweza enda mara 10. So anaenda anachukua page
ya Facebook, anadu venye tunadu, anaunda ads, alafu anaanza kupata customer. So zilikuwa zina trend sana kutoka 2010 mpaka 2016 hapo. So unajua shida ilikuwa wapi? Si zinakopiwa. Na kuchorea kitu unaenda unaipata kwa msemo mwingine. Kwa msemo mwingine, na mimi nilichora tu. Nili replicate. So customer anaanza kufeel kitu ina value. So tulianza na 15k painting big, tuseme painting big kai. Hii tulikuwa tunaweza use hata 30k. Nusu ya hii tunauza 15k. But my customer wa hiyo time walikuwa nafika highest kabisa 15k, 9k nini. Ikakuja ikashuka juu anaenda naipata kwa nyumba ya best yake. Inashuka inakuja 10k, ikakushuka over the years mpaka ikafika 5k. Mimi nikaacha kuzidu. Nikarudi kwa original art yangu. Kwa sababu mimi niko na variety ya vitu na do, so siwezi kufa. Lakini wale artist wengine walididimia. Kwa sababu wao walikuwa wanategemea tu hiyo. Kuna artist ukimlipa ndiye anawaka, unajua. So yeye kaa alipu yanaacha kuchora. So unafeel become msanii, tuseme kitambo nilikuwa nachora landscapes tu. Na ni realize ukichora like more of, because kuna form different arts, ndio. Kuna watu wanachora watu, kuna watu wanachora wanyama. Nikirealize kuchora wanyama ndio inaenda sana, alafu ni shift ni chore tu wanyama kabisa. Wewe kama artist unafeel utakuwa una run away from your originality, unafuata the sales. Ama pia that's a way to survive kwa industry. Na inakuaffectaje wewe mwenyewe ukijua mimi hii kuchora wanyama sana si kitu yangu, but kind ndio inaenda, acha niichore. Yeye inaweza kuwakia na ikose kuwakia, ama ikuwakia alafu baadaye ikucheze. Hivi wewe unapata unajua kuchora wanyama. So venye umeingia kwa industry umepata wanyama wanaenda. Na hiyo ndio ilikuwa style yako. Uko lucky. So utachora. Alafu wasee wengine watajaribu kukopi wenye wanachora wanyama kwa sababu wanaenda. Watauza ndio. Kani wanoma. Ama hata kama si wanoma, watauza tu. Lakini unajua wa feel kuchora wanyama, wanachora kwa sababu inauza. But unajua huwezi danganya soul yako. Soul yako kuna kitu inafuata. Kuna kitu ina feel. Huwezi jidanganya una feel machalina, una feel madem, unajua. So huwezi jidanganya for long, alafu unakuja unapata huyu artist alikuwa na copy, ameacha, amerudi back kutafuta style yake, ama amerudi back kwa style yake yenye anajua aisellingi vile, lakini you penda kuidu. Na huyu mwingine wa wanyama anaendelea kuuza kwa sababu alikuwa tu lucky. Wanyama sasa ndio wanaenda sana, na yeye anajua kuchora wanyama na anapenda kuchora wanyama. Sasa kuna hiyo ya kuprotect kazi yako. Because tukiongea off camera uliniambia wewe huwezi mind mtu akichukua like design yako aichore, si ndio? But sasa in Kenya kuna laws ama how do you protect your work ili sasa mtu asipirate, ama mtu akipirate inaonyesha wewe ni mnoma amependa artwork yako. Because na feel kani mimi ingekuwa mimi nataka una copy kazi yangu but hata ukiuza ni gawie ndo. Ama useme kitu u acknowledge umse. Unazi nini aje in Kenya, how does that work? Is there a body ama is there ama ni kikobo tu una copyright like your drawings na nini? Ama ina depend kama unaifanya commercial level ndio sasa unaweza copyright and all that, patent. Na patenting inawakaje Kenya? Because kuna hiyo ya copyright trademarking. Because kuna kama hiyo ya Mona Lisa. Nasikia sasa hizo unaweza irudia kwa hiyo patent ilishaisha, ama how does that work in Kenya, na maybe wewe kwa experience yako? Mystery ya trademarking, copywriting na patenting sijui. Na kudanganya. Sijui. But kama mtu anataka kunikopi, asinikopi hapa kwenye namuona. Juu ndamletea noma. Alafu customer watafikiria si tunakopiana hapa, so tunawacheza. So hiyo ni picha mbaya. Lakini mtu akinikopi place nyingine hakuna noma. But kunayo kama nilikuwa museum Kenya, unajua wao wanadeal na original art na original artists na variety ya vitu.
hata digital art zilikuwa huko, lakini sasa wameanza kuzitoa. Digital wanakubali, lakini AI wakakataa. Yeah. Kwa sababu wana feel msaada wako ameweka tu a couple of prompts, akazimodify mpaka ikakuwa kitu noma, akaprint akaleta. Yeah. Unaona hajawakia anything. But mimi nafikiria AI unaweza, kuna vile unaweza itwiki kutolea kitu noma, unaweza tafuta inspiration kwa hiyo. Sijui, unajua? Yeah. But kuna watu wanatumia AI na wanauza. Last kwa exhibition fulani hiyo ya museum niliona watu wametumia AI na wameuza. But hii nyingine wakaibana. Alafu hiyo museum, hiyo story umesema ya copyright, nilienda nikapata wamekani kitu serious. Yeah. Ukipatikana una copy, unanikopi mimi, unajaribu kuchora dem kaa huyu. Unajua kuna watu copy direct. Anakuja anachora huyu dem kabisa na hizo nguo red, brown, blue, unaona vile nimeweka hivyo. Yeah. Anakopi kabisa. Ama anajaribu kudu kitu similar na inaonekana tu anakopi. Wanamban. So kuna bodies zenye zina work na hiyo story ya copywriting. Sana sana galleries, museums wako serious na hiyo story. Yeah. Curators wote wako serious na hiyo story. Hawezi kuuzia vitu zako kama ume infringe copyrights za watu wengine. Yeah. Yeah. Alafu kuna hii kitu ya mimi kama sema mimi niko na hoteli ama mimi ni organization na tunataka kufanya kuna artwork kwa ofisi. Tunakuja tunakuexplain kenye tunataka ichorwe. Na wewe maybe as an artist kuna venye umeifeel different. How often is that now? Maybe wewe kama shei kufanyikia na ukiifanya venye a client anaitaka kuliko venye wewe mwenyewe unaifeel hiyo idea hiyo client. Hiyo conflict of interest ikoaje kwa kitu kama hiyo? Na how is experience pia work na corporate clients? Nimekuwa nikiwork nao, kuna watu kadhaa na work nao. Yeah. Unapata mtu anataka uweke hivi, lakini wewe unaona ukiweka design yako itakuwa better. But sasa hapa inabidi ukue businessman. Customer is king. Yeah. So utakuwa unasikia vibaya ukifanya hiyo kitu, lakini utasikia vibaya kuanzia uanze mpaka umalize upate doa yako. Unajiuza tu. Yeah. Wanaita art prostitution. Ni crazy hawa si. Yeah. Kuna msee alikuwa anasema wewe unajiprostitute. So but yeah, wanaita hivyo. Yeah. But unadu tu unaichapa kaa job, unamaliza, unapata doa yako, unaenda. Yeah. So wewe mwenyewe corporate client mgani ashe kulipa like the craziest amount ama ni drawing yetu shaifanya and then ukapewa quotation uko like hey, pesa ni mingi but sababu ni anatoa how under negotiate na ni painting gani you sell the highest kwa corporate client? Sijauzia corporate client paintings. Crazy but nishaiuza painting kwa mse individual. Nikafeel ni crazy. So do crazy kwako si do crazy kwangu, do crazy kwangu si do crazy kwako. So ilikuwa 2011. Yeah. Nilikuwa nafanya dead end jobs. But niko na talent crazy. Alafu nimeanza kufeel art, nikichora nasikia nalewa, unajua hiyo feeling poa sana yenye sijai feel for a long time. Yeah. So art ilikuwa inaanza kuingia kwa blood yangu kabisa. So kuna paintings fulani nilichora nikazifeel. So nilikuwa nachora tu alafu naenda mjengo ama naenda whatever yenye naenda kwenye nalipua 1500 per month. Pesa yenyewe haiwezi kutosha rent na food na fare, lakini unalipwa anyway. Yeah. Pesa kidogo haikutoshi mahitaji yako. So kama umelipwa 5,000 leo, unapata by kesho mfuko yako iko empty. Wewe utakuwa unatembea kwenda tao kwenda wera, alafu utakuwa unarudi. Alafu ukuli unashinda njaa, unajua? Yeah. So sikuwahi kuwa nimeshika more than 7k hivi ni yangu. So unajua mimi nililelewa ghetto. Yeah. Wase wa ghetto hata sasa nikienda msee ananiambia sijashika tao for long.
So anaweza niona na tao niambie sijashika tao for long ama kitu kama hiyo, unajua unashangaa, lakini hiyo time singeshangaa. Mimi nilikuwa na kabila kushika tao for long. Wacha hiyo 5k, unajua. So client akakuja studio, alikuwa amekuja kubai painting za mentor wangu. Mentor wangu alikuwa anachora mademu, so pia mimi nimechora mademu wako exaggerated, alafu wako na hiyo raw talent unaiona. Akasema hapana, anunui za mentor wangu, ananunua zangu. But mentor wangu alikuwa mpoa sana. Alikuwa analeta tu, tulikuwa na studio yenye tunashare na yeye. Ukiuza ana shida, si ule mse anajificha achore peke yake, ni ule mse wanapenda kushare. So nikakoliwa. I think ni yeye aliambia beshte yangu anicall. Beshte yangu akanicall. Akaniambia niache, kuna customer anataka kununua piece zako. By the way, hiyo tu kusikia hivyo, hiyo time hata saa hii. Yani hiyo feeling I get old. Every time unani call unaniambia kuna customer anataka kununua painting yako. Na feeling nikaa kale kadem ka supu kenye nimenoki kana nitaka. Like hiyo unasikia ni karo yako inagonga all the time na I get old. Hata kama ananunua ka painting kana na hivi, anakupea 2000. Sijui ina feel tu poa. Kwa sababu kwa society yetu hatuna hiyo ya ati tunauzanga painting. Kuuza painting ni kama miracle. So ni kama miracle ina happen over and over kwako na ina feel the same way I get old. So nikamuuliza gani? Aliniambia by the way ni gani? Zile bigi. Na nilikuwa nimezileta kila mtu akazinoki. Nikajua huyo customer anaenda kumkon mbaya. Kumkon ina kwanga jokes kwetu. So kwa sababu wase usema ati wewe unauziaje mtu hii canvas imestretchiwa hapo, umechora hapo cartoon, wewe unakon watu. So tunasema tunawakon, si ni makon man. Ni jokes yetu tu tumia huku. So wase wasichukulie vibaya. Akasema naenda kumkon vibaya sana. Nikaenda hapo, huo customer kaniuliza hii ni ngapi? Nikamwambia 15k. Hiyo kwangu ni do mob, akichukua tu hiyo peke yake. Unajua ukiadjust do ya sai na inflation na do ya 2011 ni mob. Kwa mseka mimi mwenye anafanya mjengo analipwa sijui hiyo time tulikuwa tunalipwa 200 per day. So unaona? So unaona hiyo difference. Hiyo ndo crazy. Naweza change walking style, naweza unajua confidence mtaa. Itanipea confidence baya. So 15k. Akasema sawa. Akaniambia na ile, nikamwambia 15k. Akasema sawa. Haina shida wa bargain. Alikuwa mzungu. Nilikuwa nasikia anachemka na melt. So akaniambia na ile. Nikamwambia hiyo ni 9k, ile ni 7. Hizo hazikumbamba, akaeka kando, anataka hizi za 15. Hiyo ni 30. Hakunilipa, alichukua wakaingia kwa gari. Mse fulani alikuwa tu kwa hiyo art center, ndio alikuwa beshte yake, ndio alikuwa amemleta. Akaenda akaniletea do. Nikachukua tu tao nikampea. Alikuwa ameuza pia yeye. So hiyo tao hata si ati alikuwa na need. Nilikuwa namthank tu. Alafu sasa niko na 29k. Wewe unaniambia namna gani? 29k from Tuso ya mjengo. Hiyo sasa next day ukwenda hata mjengo sasa. Nilikuwa naenda job tu kama kawaida. Unajua mimi si ule msemo arrogant. Siwezi choma bridge. Siwezi pupuia vitu kwa sababu sasa nimekuwa poa. But ni kitu poa unasema, si ati na dismiss hiyo. Utafeel mazee utaki kwenda wera. Na ilianza sasa hapo. Ni feel naweza make ido hapa. Ndio inakuja slow. Lakini kama naweza chora more, naweza make. Niko na potential. So from 2011 tunaweza sema wewe ndio uli make up your mind ukasema ni kitu unafanya professionally sasa. Na ni kwa sababu I think ya kuuza. Kwa sababu mimi sikuwa nafikiria ati mimi nitakuwa artist. Hata nikiwa mdogo nilikuwa nachora daily. Mimi tangu nikuwe mdogo mpaka sasa hivi sijai hata kuchora.
but sikuwa nafikiria ati ndo nafaa kutumia ndio nikuwe rich. By the way, mimi nilikuwa nafikiria nini yangu ni engineer. Nataka nikuwe engineer, alafu sijai practice. Unajua sasa huwezi kuwa kitu hujai practice for long. Sasa unapata artist ndio umekuwa ukipractice for long, kumbe hiyo ndio kitu yako. But nilikuwa nafikiria me by the way napenda tech, nataka kujenga vitu zina fly na vitu kama hizo. Sana vitu zina fly. Nikiona ma drone nabambika, na nikiona better drone yenye mtu anaweza kaa juu iende hivyo, nazionanga YouTube nabambika mbaya. So niliona hiyo do ni mob. Hiyo do ilikuwa crazy. Nilichange walking style. Nikwambia yani ile ufala, umeshika do wewe ni fala. Unajua hujaishika do inakufanya unakuwa fala juu hujaishika hiyo do. Hujaishika do inatosha na hivyo ati ni yako yote. Kama umeshika ulikuwa unachukulia mtu ukamdepositia kwa bank. So ikikupewa affirmation. But say 30k si do kwangu. Obviously nikipata na shukuru. So Tiki Robinson, kwa industry yenu, because in music najua kuna producer, atenda record audio, kuna after audio imerekodiwa videographer akuje, rekodi video ya ngoma, wamalize, kuna marketing distributors of distributing ngoma, kuna DSPs. Kwa industry yenu collaboration inakaje? Because kuna hii painting ni yako, so una put your all in it. Ni vision yako. Kwa kwanza kani kitu imaginary. Kama si kitu ati unachora KCC watu wengi wanaweza chora. But kani kitu imaginary kama hii, is there way unaweza collab na another artist for the same piece of work, ama collaboration inakaje kwa tuseme piece moja tu ya artwork? So kuna kongana collaboration, but most artists are collaborating sana. But tufanya collaborations in form of murals, tukichora painting big, ama unapata kuna painting tumeletewa ni kubwa, so msee hawezi chora peke yake. Alafu kuna wall, mural ni walls, so tukido murals unapata lazima tukue wengi. So kila mtu analeta ideas zake vile tutaifanya ikuwe successful. Alafu tunazicombine, tuna-agree, alafu tunaanza kuido. Mural kama ile ya Kipchoge niko tao kwa wall. Utapata ni artist kadhaa walido. Si mmoja, but style ni artist mmoja. So hata kwa sababu hiyo building yote haezi do. So kuna building fulani iko karibu na Central Bank, hapo mbele kidogo. Pia huyo msee amedo hiyo building yote, si ndio? Sidhani alikuwa peke yake, kwa sababu ni job crazy kufanya peke yako. So unapata kama ni mimi naweza chora hizo vitu, ndaita artist wengine alafu ni sketch. So hata kama ni artist amateur aje, nikimmixia rangi nimwambie paka tu hii rangi ikiwa plain hapa. Kama anajua kublend pia blend, ni rahisi. Tutaidu rahisi na itakani kama mimi ndio nilidu peke yangu. Kwa sababu nilimix rangi, nili orchestrate kila kitu. So anaweza sketch the basic. Hata naweza kosa kusketch mimi, naweza ambia artist mwingine a sketch na ni style yangu. So style ni nini basi? Ukisema hivyo. Style, msee anachora wanyama, mwingine anachora landscape, na mwingine anachora watu. Alafu kuna technique. Technique ni msee anachoranga, unapata yeye a blendingi, anaekanga tu ma block colors. Huyu mwingine anapenda kublend, huyu mwingine anatumia mixed media, anaweza kuwa anatumia mchanga na paint. So hiyo ni technique, unajua. So kama mimi natumianga tu oil peke yake kwa paint. So hiyo ni technique yangu. Hiyo ni technique. But style yangu ni nachoranga wanyama na oil. Style yako ni landscape. Na the surface kama mimi naeka kwa hii canvas, mwingine anaeka kwa hiyo mural kwa wall, mwingine anachora kwa nilana nyingine kwa mabati. So hiyo pia ni a different form of art, sababu iko kwa a different type of surface. Ama hiyo imata? Surface haimata sana.
ni ile outcome tu yenye kama umeilike, ile outcome ndio ina matter. Yeah. Alafu kwa artist ina matter kama ameilike ama hajailike. Yeah, kwa sababu artist ni crazy, asipoilike ataifuta. Alafu anze tena. Yeah. Ama iweke kando, ukuje upate hiyo painting ameigeuza ikaface wall, so hauwezi iona. Kwa sababu hajailike, lakini wewe ukienda kuiangalia unapata umeilike. Ala. So kumaanisha mimi naweza kuja kwa tuseme nimekuja hapa kwa workshop yako, nipende hii painting, but wewe mwenyewe hauko confident. Watu wakiulizwa waseme hii painting yako. So unaweza kosa kuniuzia sababu hujifeel. Ndakuuzia tu. Yeah. Lakini kuna artist atakataa kukuuzia. Yeah. Kuna artist nishaiona hadi akichoma paintings zake. Mimi nazilike na mabeshte zangu tunajaribu kuzichukua akakataa. Yeah. We. Okay, sawa. Tukimalizia. Umefanya hii kitu for long. Mtu tuseme anakuja anataka umchorea specific thing na wewe mwenyewe hauwezi chora. Unajua wewe hauwezi chora but unaweza chora vitu vingine, yes, but hii yenye anataka huwezi chora. How do you go about that sasa? First nitamwambia najua wase wanaweza ichora na mimi siwezi ichora. Kama anaweza taka kuwork nao watu naweza mconnect. Yeah. Second ndamwambia hii siwezi ichora but kuna parts naweza chora better than wase wanaweza ichora, so naweza taka tu collaborate. So saa zingine pia unataka kukula hiyo shughuli. Yeah. Kwani iko nini? Commercial ni bills lazima zilipwe. Lazima. Alafu mboka niwe imeangukia. Wezi acha iende. Yeah, mimi sipendi kuacha mboka iende. Na saa zingine kama najua ni msee hata pay attention ama msee mind, namwambia naweza. Si atakuwa ananiona site. Yeah. Nimeleta mbogi. I expect nifanye hiyo kazi peke yangu. So anafikiria mimi ndo na do. Yeah. Kumbe nimemcheza, lakini mind anataka outcome. But kuna msee vile umesema anataka wewe ufanye hiyo kitu. Na anataka touch yako. Yeah. Sasa hapo ndio kuna tricky. Hapo ndio tricky. Hapo hiyo ni tricky kidogo. Yeah, hapo mnaweza discuss, mnaweza muongelesha tu. Kikataa tafute artist mwingine. Yeah. So nadhani tunaweza maliza na hiyo point before sasa tupe namba zako za simu ama kwenye watu wanaanza kupata. Okay. Kuna hiyo ya nimekuita uchore kwangu, useme nataka painting kwa hoteli na nataka unichore on site. Yeah. In terms of maybe say let's say ni kwa wall, hawezi beba hiyo wall. Na kulele tu pia nataka tu uchore kwenye na kuona ili pia nione kama zile material uliniambia utabuy ndio umebuy. Kuna watu kama wako. But na feel unaona kama hapa ni art center, kuna buildings almost 10 na kila room ni artists, different artists. Yeah. Kuna hiyo kitu ya ukichorea hapa inaweza come out better because of the environment na kuliko ukichorea on site. Hiyo ina kuaffect aje kama sana environment tu yako. Akia nani? Umeuliza tu swali hii ya kitu iliniapenia 6 months ago. Yeah. 6 ama 8 ama 9. Kulikuwa na msee daktari fulani. Huyo daktari hata anaitwa Barefoot Doctor, anaitwa Dr. Ali Kote. Yeah. Kitu kama Dr. Kote Ali ako Instagram. Yeah. So alituambia anataka tumchore kwa wall. Ilikuwa na broker. So tukamwambia broker sisi hatutaki kuchora kwa hiyo wall kwa sababu hiyo wall iko place tricky. Tunaweza anguka, tunafaa kuweka kama contraption hapo ndo tu paint hapo. Unajua? Yeah. Ilikuwa ina bo. Alafu nasemaje, ita take long, alafu tunachora usiku. Mimi nachukia kuchora usiku. Yeah. Iko na disadvantages mob. Unachora kwa wall nyingine yenye nikaa wewe ni Michelangelo, unafaa kuchora Sistine Chapel hivi upside down. Yeah. Alafu unachora usiku. So, kwa sababu business hours huwezi chora hiyo time kwa sababu utaangukia wageni. Alafu hizo contraption zako vile umeziweka zina cost tu mayhem, zina cost chaos. Unaweza mwagia paint mteja akiingia kwa ofisi kutibia, unajua? Tukamwambia hapana, hatuwezi fanya hivyo. Tukamwambia ongea na huyo doctor, sisi tuchore kwa canvas very big. Hata nikuja nikamuonyesha hizi zilikuwa white. Alafu kwa sababu hiyo space ilikuwa big kidogo kuliko hii, alafu nyingine ilikuwa kama hii space. Yeah. Nikamwambia tutachora hapa, alafu itakuwa poa kwa sababu tutaenda tu to hang. Kwa sababu hiyo kuchora hapo kwa wall haitakaa poa. Na alafu sisi
hatuwezi, ni ngumu. Yeah. Doka alikataa. Akatuambia after 3 days akatuambia pana, Doka amesema anataka hiyo kitu kwa wall. Hauwezi ng'oa wall ati ulete uchore hapa. Kwa sasa huwezi ng'oa wall. Mazee umeuliza swali yenye ilituapenia kabisa. Yeah. Sasa tuliingia site. Tukaichora lakini tulikuwa tunasikia tu inabo. Nifanya sababu ya the money. Tumefanya juu ya do. Yeah. Lakini haikutubamba. But Doka alikuja akapiga nduru. Ilimbamba crazy. Yeah. Nilijua ilimbamba pia genuinely. Kwa sababu alikuja hapo akatubaia hadi ma drinks, akatubaia food, tukakula na yeye. Hiyo night ya mwisho za mwisho 2 alikesha na sisi hapo. Yeah. Anatupigia story. Sasa hata tukoboeka tukalike hiyo job hata. So alijua vile atatusuit mpaka tuweze kufanya hiyo job. But we personally kama artist ulikuwa na feel mngefanya kwa studio ingetanota more better kuliko venye iko. Ingekuwa better but aliipenda na najua aliipenda kwa sababu yeye ushoot ya videos mob sana hapo kwa Instagram yake. Videos mingi sana ameshoot. Tangu hiyo time ana shoot videos mbele hiyo mural tulichora paintings 2. Moja ya shosho yake na nyingine ya mamenta wake. Yeye upenda kushutia videos hapo mob sana. So kumeshataka kuna artist na watch na anachoranga solo kwa bedroom yake. Unaweza motivate atafute hiyo area yake, atafute at least wasanii 4 5 wachorange tu place moja kwa zina create your creative juices. Naweza hivyo vile umesema. Naweza mwambia kama yeye ni introvert sana anaweza tembeanga tu kwa art centers, anacheki watu wanadu nini, alafu anaendelea kuchorea kwa bedroom yake, hakuna shida. But akitaka ku spread wings kidogo, atoke tu akuje kwa art center achorea hapo. Kwa sababu ukichorea mtaani ni ngumu kidogo. Kwa nini? Utataka kushow hizo jobs zako kwa sababu umeshazoea, unazichoranga tu, unaziangalia, unakosa kuzilike, unazificha chini ya bed. But hapa ukikuja uchoree kwa art center kuna advantage. Hata kama unafikiria wewe ni introvert, sasa zile unachorea kwa art center ni more advantageous kwa sababu hiyo kitu unachora yenye uja like, si utakuja tupate tumeilike. Alafu sema by then ningekuwa home ningeificha chini ya bed. Sasa hii naiweka hapa watu wengi wataiona. Inakuwa na more advantages. Fiti wanze. Promise mimi nimeshukuru. Ilikuwa kitu yenye tulikuja tukufanya interview nyingine na tukapata hii place na tulipenda. Na pia personally one day mimi nakupromise nitakuja kubuy. Sio nitabuy gani but your time yenye nitafeel inanipendeza. Sinakuuzia kakadem na toa mahari. Umesema dem ni Maya. Namuuza tutaongea kando. Tutaongea. Wewe msichana nauza yeye. Ama unipatie shamba yako nusu uchukue msichana. Wazi. Inakaa vizuri sana. Kwa sawa. Umekea attachment umeka nini? Mimi nimeshukuru. Wewe ni artist. Unaweza kunile yenye unaweza na msana anajaribu ama nini but wewe mtu anaiona hata from the way uko tu naturally. Na nimependa sana welcome kwa space yenu. Nimekuwa fiti. I'm sure pia wenye watch kuna mtu amependa na anazitaka tu kubuy specifically from wewe. So maybe kwa ile kamera unaweza pia na namba yako ama namba ya business. Yenye na reach out kama mtu anataka kubuy any of. Kuna so many pieces zenye ziko hapa unaweza ziona. Na maybe pia kama kuna social media yenye umeziweka unaweza tupeana pia kwa ile cameras. People can reach you. So mimi naitwa Robinson Omweri. Ukienda Instagram utanipata naitwa Robinson Omweri. Alafu namba yangu ni 0728 59 43 19. 0728 59 43 19. Na studio yetu inaitwa Mkuru Art Collective, iko South B. So naweza prefer wasee watembee huku kama wanataka kubuy vitu kwa sababu tuko collective, tunawaka pamoja. So msee akitaka kubuy kutoka kwangu anaweza kuja, ni vizuri akuje huku kwa sababu anaweza fikiria anapenda vitu zangu alafu apate vitu ni mingi. Alafu alete mabeshte zake. So ni vizuri atembee huku kwa collective kuliko to meet private.
juu pia hapa atasikia hiyo creative juice, ataifeel more than mimi nikimpelekea tu vitu mahali. Naweza mu-encourage akuje huku. Nimeshukuru sana kwa hii interview pia. Na weza taka maybe to do kitu pamoja pia in the future. Sure manze. I think meza Twitter kama kuna exhibition pia. Kama timu yenye mtaka kufanya exhibition, meza Twitter tu wafanyie promo. Wasewa come. Hiyo tunaweza kufanya hata for free because nipe umetupea the chance na nini. Actually by the time kuna the next exhibition maybe ikani yenyu. Ni mko na control of. Meza Twitter tuwapigie promo. Tucheke mwenye tunaifanya. Tawaita definitely. Maybe kama kuna msee anataka kuchora ama kwa hiyo nini but hajapata msee anaweza mtrain ama kummentor. Personally unaweza ama hapa Mkuru maybe nini yenye South B. Do you offer such training? Na kuna fees maybe how do you go about it? Actually huku hii art center ilijengwa kitambo. Art center yenyewe ilianza tu ni mentorship. Ilikuwa kama mentorship. Adam Masava ukimwangalia Instagram utampata. So Adam Masava aliuza paintings zake sana 208. Aka notice unajua tulikuwa tunaanza ku notice tunaweza fanya hii kitu inatugenerate ya do. So wakati alidiscover hivyo akasema anataka kumentor watoi wa ghetto. Hapa kwanza sana wa hapa South B. Ghetto iko hapa South B. Tuwafuata Nyayo, Marigoini, hizo. Kayaba, hizo ndo ziko hapa karibu. Akasema ataenda huko, achukue watoi wa 10 years old, aanze kuwafundisha. So alipewa hall, ilikuwa social hall ama kitu kama hiyo. Sikumbuki vizuri. Hata mimi alinipeleka kwa social hall fulani kwa hapo Marigoini. Tukaanza kufanya hiyo tukaanza kufundisha watoi but mimi sikuwa naifeel, alafu sikuwa naona nini anajaribu kudu. So mimi nikaachana na yeye nikamlenga juu niko na vitu zangu pia najaribu kudu. So ilikuwa vision yake mimi sielewi. Akamenta watoi wakati nilijua ako serious ni wakati tulimeet. Career yangu imepeak, yake imepeak. Alafu akona hao watoi wameshakuwa wakubwa wana sell. Akaniambia hao watoi sell. Nikamwambia ile kitu ulianzisha 4 years ago ama 6. Kwa 7 years ago ama kitu kama hiyo. Akaniambia sasa hiyo wamekuwa wakubwa kwa 15 years old ama kitu kama hiyo. Unajua wanauza. Nikamwambia hiyo ni poa, endelea. Nilisana nikaanza kumpea support. So after some time akapata hii place. So venye alipata hii place akaanza kuteach hao watoi. Akaanza kuichukulia more serious kwa sababu anawatafutia market. Yeye huenda ametravel sana. Kwa sababu art zetu sana ziuza majuu. Kwa sababu nikaa wazungu wana get hiyo feeling faster. Original art faster than sisi. So alikuwa anawapelekea paintings majuu, anapeleka kwa embassies, anapeleka kwa hizo places zenye hawa hiyo clientele iko, anawauzia. So hii place imegrow juu ya hiyo. So nimesema hivyo kwa sababu umesema kuhusu kulipa. Kulipa, unaweza lipa na unaweza kosa kulipa. Tegemea. But hii place si ya kulipa. Mostly talent na hiyo passion pia. Wewe kama uko na talent, ukuji ku idol around, utapewa chance, uko unachora kama uko serious, unaweza acceptiwa kama member. Na utakuwa unachora tu for free. Hata mimi upewa save paints. Studio saa zingine inapeanga watu paints. Kwa sababu si tukiuza tunatoa commission. So commission zetu ndio zina run hii place. Na mostly hard work ya leader wetu Adam Masava. Kwa sababu bila hii place inakufa. But si rent zetu as such hiyo leadership yake. Kwa sababu yeye ndiye ana structure vile hizo vitu zitaenda. Kufiti manzi. Sawa. Nishukuru tena. Sikajua ni kama social community, kama social organization. But ni fiti iko hivyo kwa sababu pia empower wase. Ni CBO. CBO. Iko fiti man. Nimeshukuru.
Niko fiti. Karibu. Fiti manze? Yeah man.